la yambaghi lidhil wajhain, haitatikani au haitakiwi kwa mtu mwenye sura mbili, an yakuna amina, basi yeye ndio kuwa mtu mwenye amana, yani amana zenu mkaleta kuziweka kwake yeye. Mtu mwenye sura hizi mbili, akiwa upande huu anaongea nao hawa, akiwa upande huu anaongea nao hawa, mbaya sana. Kwa hiyo haifai bil wajhaini, mtu mwenye sura mbili ukamfanya ndio muaminifu wako. Una siri zako, una mambo yako, unaenda ukaa naye, huyu atakuja kukudhalilisha. Alafu akishakudhalilisha, ile thika, amana ile inaondoka katika jamii tena, kwamba shehe ana maana. Kuna jambo langu nilimwambia huyo ustadhi anishauri, akanishauri, yeye ameenda kumwambia mtu fulani kamwambia mke wake amwambia mke wangu. Jambo limekuwa kubwa. Mwisho wa siku mambo yanaharibika. Na ndio maana katika ndugu zetu madaktari, katika mambo ambayo Allah amewajalia, sio watu kuzungumza mambo ya wagonjwa. Yani sio wanazungumza mambo ya wagonjwa, kwamba kuna mgonjwa fulani anaitwa fulani, yule pale namuona yule bwana liko hivi na sidhani kama daktari huyo. Lakini wote hapo naenda kwa madaktari, tunamwambia shida yako hii hapa hii, wakati mwingine akakuangalia kabisa, wakati mwingine akakuangalia mambo ya faragha, akagundua hapa na wewe unaumwa homa hii kutokana na zinaa labda, lakini akakupatia dawa, mkakutana njiani, akafanya shughuli zake zingine. Hii ndio tabia Muislamu awe hivi. Kwamba anapokuja mtu anakuletea jambo lake, mtibu kisha lisahau kabisa, endelea na maisha mengine. Lakini kama mtu amekuja amekuomba ushauri, wa manistasharaka faqad itamana. Mtume anasema yeyote mwenye kukutaka ushauri amekuamini. Toka huko amekuja mbani kwako, kwa ndugu yangu mimi na jambo nimechanganya kidogo, ndio kuna 1 2 3, ni shauri hapo, njia ya kufanya ni hii. Hakuna haja ya kulizungumza ile jambo lipite. Kwa hiyo la yambaghi lidhil wajhaini an yakuna amina, haitakiwi mtu mwenye sura mbili anakuja huku anazungumza maneno haya, akienda huku anazungumza maneno haya.